إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، آمين. Ikhwata al-imani ibadallah, anwani ya khutba yetu ya leo tutakumbushana an asbabi ziyadati al-iman wa nuqsani. Maudhui ya khutba yetu ya leo itakuwa ni kuzigusia sababu za kuzidisha imani ya mja na mambo au na sababu zenye kupelekea imani ya mja kupungua. Asbabu ziyadati al-imani wa nuqsani, sababu za kupungua imani ya mja na sababu ambazo zitapelekea imani ya mja kuongezeka. Ikhwata al-imani ibadallah, inna umniyata kulli wahidin minna an yadkhula al-janna. Tufahamu ya kwamba ndoto ya kila mmoja wetu katika kuishi kwetu hapa duniani, kila mmoja wetu anaishi namna anavyoishi, lakini akhira Allah subhanahu wa ta'ala akienda mbele zake akamuingize peponi. Kwa ndoto ya kila mmoja ni kuingia katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufariki. Walakinna aljannatu darajat, lakini pia tufahamu ya kwamba hizo pepo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziandaa kwa wale ambao wataingia pia ziko daraja tofauti. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-Majmu', Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema katika Majmu' al-Fatawa: wal jannatu darajatun mutafadalatun tafawulan 'azima, na pepo za Allah subhanahu wa ta'ala zipo daraja tofauti, kuna daraja za juu na daraja za chini. Wa awliyaullah almu'minuna almuttaqun, na wale vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa na imani waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala huko duniani, fi tilka daraja, katika daraja hizo za peponi huko, bihasbi imanihim, watakuwepo kwenye daraja kwa mujibu wa imani zao, watakuwahum, na kwa mujibu wa takwa zao katika mioyo yao. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika namna ya kutekeleza uadilifu wake ni kwamba waja wake waumini ambao wamemcha hapa duniani atawaingiza katika pepo zake kwa mujibu wa amali zao ambazo wamefanya duniani. Huu ni uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kila ambaye ataingia peponi hatakuwa sawa sawa na mwenzake kwa sababu wamefanya kazi tofauti. Kwa hivyo utalipwa kwa mujibu wa kazi ambayo umefanya. Na katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amesema hivi kwenye aya sio moja. Allah anasema: walikullin darajatun mimma amil, na kila mmoja atakuwa na daraja yake kwa mujibu wa vile alivyofanya. Katika sehemu nyingine anasema Allah: hum darajatun inda Allah, hawa waumini watakuwa na daraja tofauti kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bima ya'malun, na Allah ni mwenye kuona kwa yale ambayo wanafanya. Lakini katika aya nyingine Allah anasema: wa kuntum azwajan thalatha, na nyinyi siku ya kiyama mtakuwa makundi matatu. Nyinyi
wanadamu siku ya kiyama katika namna ya kuweza kulipwa amali zenu, mtakuwa mmegawanyika makundi matatu. Sasa mja aweze kujiuliza ya kwamba mafikio ya akhera kwa waja ima ni kuingia peponi au kuingia motoni. Lakini mbona Allah anasema watakuwepo makundi matatu? Haya makundi matatu yamekuja kujaje? Kwa hivyo ni kwamba watakaoenda peponi wana daraja zao tofauti, na pia motoni kuna daraja zao. Leo tunazungumzia daraja za watu wa peponi, kwamba huko peponi wanapoingia pia wataingia kwa daraja tofauti kwa mujibu wa imani zao katika nyoyo zao. Kwa hivyo tufahamu ya kwamba kama ilivyo kwamba daraja peponi ziko tofauti, kuna daraja za juu na daraja za chini, na waumini wataingia peponi kwa mujibu wa daraja za imani zao. Kwa hivyo imani hii ambayo tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwayo ina daraja tofauti. Daraja za imani ambazo wanazuoni wameweza kuzitaja ni zifuatazo. Kuna daraja ya kuwa muslim, wewe ni muislamu muslim. Daraja ya pili ni daraja ya mu'min, kwamba wewe ni mwenye imani. Daraja ya tatu ni muhsin, na daraja ya nne ni taqiyun, na daraja ya tano ni waliyun au khalil. Daraja hizi tano ni daraja ambazo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanazipitia katika imani zao. Daraja ya kwanza ni daraja wewe kuwa ni muslim, kuwa ni muislamu. Kwa hivyo muslim na mu'min, mtu akiambiwa yeye ni muislamu na anayeambiwa kwa yeye ni muumini, hawa ni watu wawili tofauti. Unapoambiwa wewe ni muislamu au wewe ni muumini, ni vitu viwili tofauti. Uislamu maana yake ni kwamba unasadikisha zile nguzo tano za dini, unasadikisha na kuzitekeleza nguzo tano za dini. Nguzo tano: kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kusimamisha swala, kutoa zakata, kufunga Ramadhani na kwenda Maka kuhiji. Unaziamini na zile ambazo zipo katika uwezo wako unazitekeleza, wewe unaitwa Muislamu. Lakini mu'min ni yule ambaye ameamini hizo nguzo tano ambazo anaziamini wewe Muislamu, lakini yeye amekusanya jambo jingine. Yeye ana imani ambayo wewe haujaifikia. Katika moyo wake kumekusanyika mambo sita ambayo ni lazima kwa mu'min aweze kuwa nayo katika imani yake. Na katika kuonyesha kwamba muslim na mu'min ni watu wawili tofauti, hawafanani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Hujurat, anasema qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Mabedui katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakadai kwamba wao wameshaamini, wakasema sisi tumekuwa ni waumini. Qalatil a'rabu amanna, mabedui walisema kwamba sisi tumeshakuwa ni waumini. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah awaambie qul lam tu'minu, sema kuambia hao mabedui hamjaamini nyinyi, walakin qulu aslamna, lakini semeni kwamba tumesilimu, tumekuwa waislamu, hatujawa waumini. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, na lakini bado imani haijaingia katika nyoyo zenu. Kwa hivyo hii ni aya ambayo inaonyesha daraja ya Uislamu na daraja ya imani ni vitu viwili tofauti. Lakini pia daraja ya tatu ni ya muhsin na daraja ya nne ni ya taqiy. Muhsin ni mtu mwema na taqiy maana yake ni mcha Mungu. Mcha Mungu ni kwamba alikuwa mwema akafikia daraja ya ucha Mungu. Daraja hizi ni daraja tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kueleza watu wa peponi, katika namna kuweza kupata neema zao huko peponi, anasema innal muttaqina fi jannatin wa uyun, hakika wacha Mungu watakuwa katika pepo na katika chemchemu za mito mbalimbali. Akhidhina ma atahum rabbuhum, wakiwa wanapata yale ambayo wamewapa Mola wao. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kwa sababu hawa kabla ya hapo walikuwa ni wenye kufanya ihsani. Kwa hiyo daraja ya ihsani imetangulia, alafu ikafuata daraja ya uchamungu. Kwa hivyo mtu mwema na mtu mcha Mungu ni watu wawili tofauti. Mcha Mungu ana daraja kubwa zaidi kuliko huyu ambaye anaitwa ni muhsin au mtu mwema.
Lakini daraja ya tatu, daraja ya tano, ambayo ni daraja kuu kuliko zote, ni daraja ya kufikia katika stage ya wali, kuwa kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Umetoka katika daraja ya muslim, mu'min, muhsin, taqiyun, wali, unafikia katika daraja ya kuwa kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika namna kuweza kutenganisha daraja hizi kwamba huyu wali ndiye mwenye daraja kubwa kuliko wote, Allah anasema ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Eleweni ya kwamba wale vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika huko peponi. Lakini sifa yao ni sifa gani hawa vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala? Akasema alladhina amanu wa kanu yattaqun, wale ambao wameamini wamefikia katika daraja ya iman, wa kanu yattaqun, na walikuwa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wamefikia daraja ya iman, wakaipita daraja ya imani, wakaingia daraja ya uchamungu, wakaipita daraja ya uchamungu, wakawa vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wamekusanya imani, wamekusanya na takwa. Imani na takwa ndio vikawafanya wawe ni wachamungu, wawe ni vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman, al-iman asluhu fil qalbi. Tufahamu ya kwamba imani tulionayo hii ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na vyote ambavyo tunaviamini ipo katika moyo, ni jambo la moyoni. Wal qa'ida fi ziyadatihi wa nuqsanihi, na kanuni ya msingi ambayo inazingatiwa na ambayo ittafaqa alayhi salaful umma, wamewafikiana wanaozuoni wa Kiislamu katika namna ya kuweza kuizidisha imani hiyo kuipandisha au kuipunguza, ni ya kwamba anna al-imana yazidu bil-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Imani ya mtu inakuwa inazidi kwa kufanya taa, kufanya mambo ya kheri. Kila unapofanya jambo la kheri imani yako inazidi. Wa yanqusu bil-ma'siyah, na kila unapofanya jambo la maasiya, kila unapomwasi Allah subhanahu wa ta'ala, imani yako inashuka. Maudhui ya hotuba yetu ya leo ni kuzungumzia sababu ambazo zitampelekea mja kuweza kuipandisha imani yake na mambo au sababu ambazo zinapelekea imani yake kushuka. Kwa hivyo kanuni ya msingi katika jambo hili ni kwamba imani inapanda kwa kufanya taa, kufanya mambo ya kheri. Kwa hiyo kheri zote ambazo unajua ukifanya, ima ukiswali swala za faradhi na sunna, ujue imani yako inakuwa inapanda. Ukifunga Ramadhani, funga za sunna, imani yako inapanda. Ukitoa zaka au ukitoa sadaka katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia, basi fahamu kama hili ni jambo la kheri, basi imani yako inapanda. Kwa imani msingi wake inapanda kwa kufanya mambo ya taa, lakini pia inapungua kwa kufanya maasi. Unapofanya maasi, imani yako inapungua. Na katika yanayojulisha ya kwamba imani inazidi kwa taa na kupungua kwa maasi, qauluhu ta'ala, qauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innamal mu'minuna alladhina, hakika waumini wa kweli ni wale ambao idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao zinapata hofu, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, na wanaposomewa aya za Mola wao wanazidi imani. Hawa ndio waumini wa kweli. Kwa hivyo katika jambo hili la kusomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, huwa umekaa unasikiliza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kinasomwa, ukakaa unasikiliza japo bila kuelewa maana, basi imani yako inazidi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala Mola wao. Na katika kuonyesha ya kwamba hii kanuni ya msingi ya kwamba imani inapungua kwa kufanya maasi, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimma rawahu at-Tirmidhi an Abi Hurairah, hadithi ya Imam at-Tirmidhi kutoka Abu Hurairah radhiallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal mu'mina idha akhta'a khati'a, muumini anapofanya dhambi, anapofanya kosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, huwa inapandikizwa au inawekwa katika moyo wake nukta au doa jeusi. Unapofanya jambo lolote la dhambi, moyo wako unawekwa doa jeusi. Fa idha huwa nasaa wastaghfara wa taba, anapojitoa katika ile dhambi na anapoomba msamaha na akatubia, suqila qalbu, moyo wake unasafishwa na lile doa ambalo lilikuwa limewekwa kwa sababu ya maasi. Wa in aada zida fiha,
hatta ta'lu qalba, na kama akirudi kwenye ile dhambi basi moyo wake unawekwa tena doa jeusi, unawekwa tena doa jeusi. Kila akiendelea kufanya madoa yanazidi mpaka ule moyo wake unakuwa umejaa madoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa huwa ar-ranu alladhi dhakara Allah ta'ala, na hiyo ndiyo ran, hiyo ndiyo kovu au ndiyo tabaka la madoa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja katika kitabu chake aliposema, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sivyo hivyo bali nyoyo zao zimeota kutu kwa sababu ya madhambi ambayo wanayafanya. Kwa hivyo moyo, kuna stage unafika ya kwamba mtu hawezi kusikia mawaidha. Mtu hata umwambie kwamba kuna kadha hawezi kusikia. Maana yake ni kwamba moyo wake umefika katika stage ambayo hawezi tena kuingiza chochote katika imani yake. Kwa hivyo hii ndiyo namna ya kuweza kuthibitisha kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba imani inapungua kwa kufanya maasi. Hotuba yetu maudhui yake ni kwamba tunatakiwa kujua sababu ambazo zinapelekea imani yetu kupungua na sababu ambazo zinapelekea imani yetu kuzidi, kwa sababu imani ni jambo ambalo sio thabiti, sio jambo ambalo linakaa constant kwamba halibadiliki. Imani inazidi na imani inapungua. Yukhatal imani, tumeshaona kwamba msingi unaozingatiwa katika namna ya kuweza kuzidisha au kupunguza imani ni kwamba imani inazidi kwa taa, kufanya mambo ya kheri, na inapungua kwa kufanya maasi. Sasa maudhui ya hotuba yetu ni kuweza kujua sababu ambazo zitatufanya tuzidishe imani yetu na wala sio kupunguza. Sababu za kupunguza imani utazijua ili ujiepushe nazo, lakini mambo ambayo yatakufanya imani yako uiongeze unatakiwa uyajue ili uyatekeleze kupeleke katika kuizidisha imani yako. Na kwa sababu tumeshatangulia kusema ya kwamba katika namna ya kuingia peponi, watu wataingia peponi kwa mujibu wa daraja za imani zao. Yule ambaye daraja yake ni kubwa atakuwa katika daraja za juu, na yule ambaye daraja yake ni ya chini basi atakuwa katika daraja za chini. Wanazuoni Allah awahifadhi na kuwarehemu waliotangulia, wameweza kutafuta mambo, wamefanya bahthi, upembuzi na research ya kuweza kutafuta mambo ambayo yanaupelekea moyo uende katika taa, kwa sababu wanazuoni wana kaida moja, wanasema alqalbu huwa al-asl, moyo ndio chanzo. Moyo ndio chanzo, ni moyo ndio ambao unakupelekea wewe kufanya jambo lolote, ima la taa au la maasi. Moyo ndio unaamua. Yaani wewe kutoka nyumbani kuja msikitini kuswali, moyo wako umeanza kwanza ukatafakari na ukaviamrisha viungo mpaka vikatoka nyumbani ukaja msikitini kuswali. Kwa hivyo alqalbu huwa al-asl, moyo ndio chanzo. Na hiyo amechukua katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema inna fil jasadi la mudghah, hakika katika mwili kuna kiungo, kikiwa kizuri kikiwa chema basi na viungo vyote vinafuata hivyo, na kicho kiungo kikibadilika basi na viungo vyote vinakuwa vimebadilika katika hali ya kufisidika. Kwa hivyo ni mambo gani hayo ambayo mja atakuwa nayo ambayo yatampelekea kufanya jambo la taa? Ili wewe ufanye jambo la kheri, katika moyo wako kuna mambo gani ambayo yanausukuma moyo wako ufanye jambo la taa? Wanawazuoni wakaita mambo haya muharrikatul qulub, mambo yanayotikisa moyo uende kufanya jambo la taa au uache maasi. Wahiya thalathatu, na mambo haya ni matatu: almahabbatu walkhawfu warraja, ni mahabbatu Allah, ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, walkhawfu min iqabi, na kuogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, warraja thawabi, na kutarajia thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo lolote la kheri ambalo unalifanya, jambo lolote la kheri, basi lazima litakuwa limeambatana na mambo haya matatu. Jambo hilo unalifanya limahabbatillah, kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani unafanya kwa sababu Mungu anapenda wewe ufanye, au unafanya rajaa thawabi, kutegemea malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, au unafanya khawfan min iqabi, kwa sababu ya kuogopa adhabu yake. Tutaweza kueleza mambo haya kuweza kuyafahamu vizuri. Tukianza na jambo la kwanza, mahabbatu Allah subhanahu, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili linaweza
linakupelekea wewe kufanya yale ambayo Allah subhanahu anayapenda na kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi. Bimaana wewe ukisema kwamba unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake uonekane unamtii yeye, kwamba yale ambayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala unayafanya. Hii ndio linadhihirisha kwamba wewe unampenda Allah subhanahu, na yale ambayo Allah amekukataza usiyafanye huyafanye. Hii ndio inadhihirisha kwamba unampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama wasema unampenda Allah subhanahu, halafu yale ambayo ameamrisha huyafanye, ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala waumini wasali sala tano, wewe usali sala tano. Ameamrisha waumini waweze kufunga mwezi wa Ramadhani unapoingia, kija Ramadhani wewe unasema una dharura. Ameamrisha waumini kutoa kile ambacho amewapa, unatoa sababu za kadha wa kadha, mimi siwezi kutoa. Kwa hivyo kama hali yako ni hii, au unadai unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, halafu upo katika yale maeneo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hataki akuone, upo katika vilabu vya pombe, katika sehemu za muziki na sehemu mbalimbali ambazo kuna maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii itarudi kama ile kauli ameyosema moja katika washairi, anasema ta'asi al-ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha muhalun fil qiyasi badi', kwamba wewe unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala lakini huku unadai kuwa unampenda. Hadha muhalun fil qiyas badi', jambo hili ni muhali katika namna ya kuweza kupimwa. In kana law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u, lau kama mapenzi yako yangekuwa ni ya kweli basi ungemtii Allah subhanahu, kwa sababu innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kwa sababu mtu mwenye kumpenda mpenzi wake huwa anamtii. Kwa hivyo dalili ya kuonyesha kwamba wewe unampenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kumtii. Utii au utiifu ndio unaoonyesha ukweli wa mapenzi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika swala la kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, yaweza ikampitikia mja, na hii linawezekana kwamba katika moyo wako una mapenzi na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini inaweza ikakujia hali ya mapenzi yakapungua au yakaondoka kabisa. Sasa utafanya kitu gani ili kuweza kulinda yale mapenzi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Mapenzi ya Allah yabaki katika moyo wako. Wanazuoni wanasema kithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, akthir min dhikri Allah subhanahu, kithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema wanazuoni man ahabba shay'an akthar min dhikrihi wa ahabba liqa'a, mwenye kukipenda kitu huwa anakithirisha kukitaja sana na huwa anapenda kukutana nacho. Kwa hivyo ili mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala yabaki katika moyo wako, kithirisha kumtaja, na ndio amali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, ndio jambo la kheri ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha mara nyingi waja wake waweze kulifanya. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, enyi mlioamini mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala, mdhukuruni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, wasabbihuhu bukratan wa asila, na msabbihini Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Kwa hivyo baki na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wako. Jambo hili litakusogeza, litakupeleka wewe kufanya mambo ya taa na kujiepusha na maasi. Ama jambo la pili, arraja thawabi, ni kuweza kutarajia thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo linapita katika moyo wako ambalo litakusogeza kufanya jambo jema, jambo la kheri, ni raja thawabi, kutarajia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutarajia malipo mema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina yatluna kitab Allah, wale ambao wanakisoma kitabu cha Allah subhanahu, wa aqamu salah, na wakasimamisha salah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, na wakatoa katika vile tulivyowapa kwa siri na kwa dhahiri, yarjuna tijaratan lan tabur, huwa wanatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yote haya wanayoyafanya lengo ni kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukiwa unajua katika moyo wako kwamba kuna mambo mimi nayafanya nataraji malipo, jambo hili linakusogeza wewe kufanya mambo ya taa. Kama wanavyosema wanazuoni, arrajau sahiqun, kutarajia ni kitu ambacho kinakusukuma wewe kufanya mambo mema. Na wanazuoni wanasema katika kufahamisha vizuri jambo la raja, kuwa na matarajio kwa Allah subhanahu, wanapiga mfano ni kama vile mkulima. Bimaana
kuna ufahamu watu wanaweza kuwa nao kwamba unatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulipwa malipo mazuri, lakini hufanyi yale ambayo yanapelekea wewe kufanywa hivi. Yani matarajio yako wewe kwa Allah ni kuingizwa peponi, lakini hufanyi yale mambo ambayo yanakupelekea wewe kuingizwa katika hiyo pepo. Hii haitaitwa raja, itaitwa umnia. Utakuwa una ndoto za akilini, yani una ndoto ambazo mwenyewe hufanyi, lakini unatarajiwa ufanyiwe mbele. Na Allah subhanahu anasema laisa bi amaniikum wala amani ahli alkitab, sio kwa ndoto zenu nyinyi waumini wala kwa watu wa kitabu. Man amila su'an yujza bihi, atakayefanya jambo ovu atalipwa kwalo. Kwa hivyo kuwa na umnia, yani kuwa na matarajio ambayo hayana amali, hufanyi matendo alafu unatarajia kulipwa mazuri. Kwa hivyo anatoa mfano ni kama vile kwamba mkulima una shamba lako, hujapanda kitu alafu unatarajia kuvuna. Hii inaitwa umnia, yani wewe una ndoto. Kwa unatakiwa kwanza ufanye, alafu ndio utegemee kwa Allah subhanahu, au utarajie kwa Allah subhanahu wa ta'ala akulipe hayo matendo au malipo mema. Lakini jambo la tatu, al-khawfu min iqabi, jambo ambalo litakupelekea wewe kufanya matendo ya taa, kuongeza imani yako, ni khawfu min iqabi, ni kuogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, kuogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Khawfu min iqabi, kuogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana jambo hili wewe litakuzuia kuyafanya maasi, kuyaendea maasi. Ukijua kwamba jambo fulani Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi ya kwamba atakayefanya ataadhibu adhabu fulani, basi hili litakuzuia wewe kutokulifanya jambo hili. Kwa hivyo uwe na mambo matatu, mahabbatullah wa raja wal khawf. Mambo haya matatu ndio ambayo yatautikisa moyo wako kwenda kufanya mambo ya taa, yatayaongeza imani yako. Lakini pia katika kufahamisha vizuri jambo la khawf, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wanazuoni wanalikai jambo hili katika mambo mawili, al-khawfu min iqabi wal khawfu min taqbil al-amal, yani kuogopea kwamba mimi Allah subhanahu kuna jambo fulani ovu amenikataza, nikilifanya ataniadhibu, na pia kuogopa hayo matendo mema yako unayoyafanya huenda Allah siyakubali. Kwa hivyo uwe unafanya mambo ya kheri, lakini una hofu ya kwamba huenda Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili halikubali. Na hii ndio namna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfahamisha mama Aisha na kwa umma mzima, ya kwamba katika sura al-Mu'minun Allah subhanahu anasema walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un, na wale ambao wanatoa vile ambavyo tumewapa, wa qulubuhum wajila, na nyoyo zao zikiwa na hofu. Mama Aisha radhiallahu anhu akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anasema kuna watu wanatoa vile alivyowapa, bi maana wanafanya mambo ya kheri na nyoyo zao zikiwa zinaogopa. Je, hawa ni watu wale ambao hawaswali, au mtu hafungi, au mtu anazini na kufanya mambo ya maasi, au ni wepi hawa? Mtume sallallahu akamwambia, la, sio hivi unavyofikiria Aisha, bali hawa ni wale ambao wanaswali, wanafunga, wanatoa zaka, wanatoa sadaka, lakini wana hofu ya yale matendo mema yao Allah subhanahu wa ta'ala asiyakubali. Kwa hivyo muumini kama muumini anatakiwa ishi katika maisha haya kwamba aogope matendo yake mema, Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuwa asiyakubali, na jambo hili litaweza kumzuia kufanya riya au kujifaharisha kwa wengine. Mmoja katika wanazuoni aliendewa na mwenzake, akawa amwambia kuhusiana na jambo hili la mtu kufanya mambo ya taa, mambo ya kheri, halafu akaweza kujifaharisha kwa wengine ya kwamba mimi ni bora kuliko fulani kwa sababu mimi naswali, nafunga, nafanya kadha kadha. Akamwambia, ukumbuki kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah subhanahu wa ta'ala anawakubalia wale wacha Mungu. Fahal anta minhum, je, wewe unajijua uhakika upo katika hao wacha Mungu ambao Allah subhanahu amesema ndio anawakubalia matendo yao? Basi baada ya kumwambia hivyo akasema, bala, nimekoma, siwezi kujifaharisha tena mbele ya wenzangu kwamba ninafanya matendo ya kheri, mimi ni bora kuliko wao. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوة الإيمان، أوصيكم كما أوصي نفسي ولم بتقوى الله. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا. إخوة الإيمان, maudhui ya hotuba yetu ya leo tumekumbushana au kuelezana asbabu ziyadati al-iman wa nuqsani, sababu za kuzidisha imani ya mja na kupunguza, sababu ambazo zinaweza kupelekea imani yako ikapanda. Na kwa sababu tumesema matarajio ya watu wote duniani, namna ya kufanya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wanavyomtii, matarajio yao ni kwenda kuingia pepo zake. Lakini katika kuingia pepo hizo pia kuna daraja, kuna utofauti wa daraja. Kuna wengine watakuwa katika daraja za juu, wengine watakuwa katika daraja za chini. Kwa hivyo wewe kama muumini, fanya juhudi yako hiyo ikupelekee kwenda kupata pepo za juu za Allah subhanahu wa ta'ala. Juhudi yako utaifanya katika kufanya mambo ya dua yatakayozidisha imani yako kwenda kupata katika daraja hizo za juu. Faminha, miongoni mwa mambo ambayo utayafanya yakakupelekea imani yako kuzidi na kupata daraja za juu katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullahi ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Jambo la kwanza ambalo ni sababu ya wewe kukuzidishia imani ni kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri na sifa zake za juu. Kwa jambo la kwanza ni kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala vizuri, na hili ni tatizo la wale wengi katika Uislamu, kwamba sisi ni waumini, tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ile imani yetu tunayomwamini Allah subhanahu ndiyo imani sahihi ambayo tunatakiwa tuamini hivyo. Sifa zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazo, kwamba tunazijua Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa fulani, Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Kwa mfano sifa hii Allah subhanahu wa ta'ala yupo, mawjud, lakini waweza kusikia wengine wanasema huwa mawjud bila makan. Allah yupo, hana sehemu. Jambo ambalo linashangaza, kitu kitakuwaje kipo alafu hakina sehemu kilipokaa? Kwa hivyo ni mambo ya kuweza kujitathmini ya kwamba imani yako hiyo unayoamini, hivyo unavyomjua Allah subhanahu wa ta'ala ndio sahihi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anatakiwa ajulikane hivyo, na kutambua sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake. Kwa maana kwamba ukijua Allah subhanahu wa ta'ala basiru, Allah anaona na uoni wake hauna mipaka, hatofautishi usiku wala mchana. Kwa hivyo jambo hili wewe litakukhofisha, jambo ambalo waweza kutaka kulifanya wakati wa usiku kwamba huonekani, basi ufahamu Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Yeye hakifichikani kwake kitu kwa muda wa usiku wala mchana. Usiku na mchana kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa sawa. Kwa hivyo kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala vizuri, huku kutakupelekea imani yako kuzidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wanaomwogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala ni wale wanawazuoni, wale ambao wanajua dini, ndio wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale ndio wanajua sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kiusahihi wake. Kwa hivyo na wewe fanya juhudi ya kuweza kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, qira'atul Qur'ani bitadabbur, kusoma Qur'ani kwa kuizingatia. Unapoisoma Qur'ani isiwe kama ule mfano ambao mmoja katika wanazuoni amepigia mwenzake, anasema ni kama kwamba umeingia nyumba ina giza ukatoka bila ya kuiwekea nuru. Yani umeingia nyumba fulani kwa mlango mmoja ukatoka hivyo hivyo, yani haukuathirika na chochote kwenye ile nyumba. Ndio kama Qur'ani, kwamba unasoma sura fulani, basi hebu jihakikishe ya kwamba sura hii mimi imeniathiri nini katika moyo wangu. Kwa hiyo ndio maana ya kusoma Qur'ani kwa kuizingatia. Na utaizingatia vipi? Kwanza fanya juhudi ya kuweza kuijua kuisoma. Kisha kujua kuisoma, tafuta maana na tafsiri yake. Allah subhanahu anasema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati, kitabu ambacho tumekuteremshia ya Muhammad, mubarak ni kilichobarikiwa,
liyadabbaru ayat, ili hawa wazingatie yaliyomo katika kitabu hiki. Kwa hivyo mujarrad wa kitabu cha Qur'ani kushushwa sio kusomwa tu, ni kuzingatiwa yaliyomo, kwamba mambo ya amri Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha afanye unayafanya, yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema yasifanye unajikataza nayo. Ndio lengo la kuleta Qur'ani. Na Allah subhanahu anasema wafala yatadabbaruna alqur'ana ma'ala qulubin aqfalha, hivi hawa hawaizingatii Qur'ani au katika nyoyo zao kuna visingiti vya kuzuia kuzingatia Qur'ani. Kwa hiyo watu waweze kujua maana na makusudio ya kitabu hiki cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la mwisho la kumalizia ni talabul ilmi ash-shar'i, ni kutafuta elimu. Jambo la kutafuta elimu ni jambo ambalo litasaidia kuongeza imani yako, litasaidia kuongeza imani yako na kupata daraja kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Talabul ilmi ash-shar'i, kama Muislamu usikae kwamba ikawa wewe kuamka na kulala kwako ni sawa sawa, jana yako na leo yako ni sawa sawa, basi ipite siku kwamba kuna kitu katika moyo wako kinazidi katika namna ya kuweza kupata elimu. Kwa hivyo fanya juhudi katika namna yoyote, na katika ulimwengu wa sasa alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia taskhir ya vitu vingi kupatikana kwa urahisi. Kuna namna ya mtu kuweza kutumia simu, kuweza kusikiliza mambo ya dini yakamfaa katika dini yake. Kwa talabul ilm ash-shar'i, kutafuta elimu ya dini ni jambo ambalo litakuzidisha imani yako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yarfa'illahu alladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja wale ambao wameamini, walladhina utul ilma darajat, na wale ambao wamepewa elimu wana daraja maalum. Katika suratul Mujadala Allah subhanahu anasema anawanyanyua daraja waumini, lakini wale ambao wamepewa elimu wana daraja zao maalum. Kwa hivyo tuzingatie jambo hili la kuweza kujihimu na kutafuta elimu ya kisheria. Ikiwa sisi mathalan jambo hili limetupita, basi tuzingatie katika kuwatafutia watoto wetu ambao tuko nao watakuja kutufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وبعد ثم إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به نفسه، وإذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضي اللهم عن سادات الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الباقين وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله يدعو إلى دار السلام
من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينهم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون الله سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون الله سمع الله لمن حمده الله الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام